Hello, yes ladies and gentlemen, hii hapa ni Cocaine Online TV, bila kusahau The Running Entertainment Online ambao tunahusika na kukufikishia habari zote ambazo zitakuwa zinajili this time around, na tuko Coco Beach mitaa hii hapa, na kama unavyoona nyuma yangu kuna watu wanaendelea kukichakata na wanaendelea na mipango mizima ya mazoezi, harakati zingine zitakuwa ni vile ambavyo sisi tunafanya. Tunadhani tumeona jana ndondi iliyochezwa jana, zimechezwa takriban timu mechi 3 ambazo zote zilikuwa ni kama mechi za ufumbuzi wa kombe la dunia. Nadhani baadhi ya watu wamefuatilia vile ambavyo wao waliweza, na nadhani tupige story moja baada ya mwingine alafu tujue inakuaje. Kaka vipi? Poa, inakuaje? Fresh. Naona umetugongea jezi yako ya UG nikizungumzia Uganda. Ndio mwanangu. Vipi? Fresh mwanangu. Kabisa. Pamoja. Unaitwa nani, unatokea wapi? Mimi naitwa Ashraf, natokea pande za Oysterbay. Ashraf anatokea Oysterbay. Nadhani mechi ya jana umeiangalia Sana. Nini cha kuwashauri wa South Africa? Cha kwanza wa South waache ubaguzi, kwa sababu wote tumefurahia wao kufungwa. Na japokuwa wamecheza rafrafu, ni kama vile wako hawajajipanga vizuri. Ndio. Lakini Mexico of course kama mwandalizi wa kombe la dunia wamecheza mpira mzuri na wamelinda heshima yao kama watu ambao wako nyumbani. Kuona sisi kama mashabiki wa Mexico kwa game ya jana tumefurahi sana. Jana bwana, asilimia karibia 80 ya Waafrika wengi walikuwa wanaishabikia Mexico. Wewe kwenye mchuano hii hapa ya kombe la dunia ni shabiki wa timu gani? Mwanangu, mimi ni chama la Ufaransa. Kwa nini Ufaransa? Mimi namkubali sana mwanangu Kylian Mbappe. Kuna Olise, the star boy. Matarajio yako ni yapi tangu ufunguzi umeanza mpaka sasa hivi, na kikosi cha Ufaransa tulivyokiona ni kikosi ambacho kimejizatiti kabisa kukunyanyua ubingwa? Ni nini ambacho unahisi kinaweza kaja kikatokea baina ya michuano hiyo? Ukiachana na Ufaransa, bali kuna timu kama Ureno nao pia wamejipanga sana, England wamejipanga sana, bila kusahau wa Brazil nao pia hawako nyuma. Ni kweli kabisa. Unaona timu gani ambayo inamletea gozigozi sana Ufaransa hapa katikati? Of course siwezi nikabagua timu kwa sababu wote wamejipanga. Na kama unavyojua Ureno wako vizuri, hata Senegal wako vizuri. Ivory Coast tumeona kwenye mechi hizi za kirafiki nao wamejitahidi kucheza vizuri. Ya na timu nyingine, lakini sasa kwangu nategemea kuiona Ufaransa ikifika finali, na ikifika finali kwa kweli sioni wa kumtoa. Ufaransa imefika finali, lakini Ufaransa imepofika finali iko na miongoni mwa timu moja ya kutokea barani Afrika. Ni timu gani ambayo unawishi aingie Ufaransa, au ni timu gani ambayo unawishi barani Afrika kama inapata fursa ya kufika finali ifike finali? Senegal. Kwa nini Senegal? Senegal kutokana na namna ambavyo wamekuja wakipambana. Tukiangalia tumetoka kwenye African Cup of Nations. Sisi bado tunaamini kwamba wao ndo mabingwa wa Afrika. So na ukiangalia kikosi chao bado kiko vizuri. Japokuwa na Morocco nao sio underdogs, wako vizuri, lakini bado naamini Senegal anaweza kafika mbali. Okay, sawa. Bwana, mimi niseme shukrani. Bwana, pamoja sana. Poa, asante sana kwa muda wako. Bwana, hii hapa inaitwa Cocaine Online TV, bila kusahau The Running Entertainment, na wanasababisha mpango mzima wa mimi kuwepo hapa mazingira ya Coco Beach. Bwana, dojo la jana bado. Jana South Africa mwanangu umetuetea oga jana, lakini wale walikuwa nakufa mapema tu. Nani angekuwa nakufa mapema? Si wale zani wa Mexico. Walikuwa nakufa jana kama South Africa singeta oga. Akia Mungu na kama walikuwa nakufa ni South Africa bado angefunga buksa kuanzia mwanzo. Basi shughuli jana ingekuwa ngumu, lakini South Africa ameingia kwa uoga, yani hata si kitu gani, kuna juu labda wale watu wao kwa juu wale kuna watisha si vipi yani. Lakini jana wale wazuku walikuwa nakufa mwanzo tu. Kuna mtu mmoja nimebahatika kufanya naye mahojiano asubuhi, ananiambia kwamba wale walikuwa wanaogopa zile kofia za wa Mexico. Inawezekana. Unajua jana kimpira uje wale Mexico na South Africa, mimi naona kwenye kimpira walibishana sana. Walibishana sana kabisa. Lakini jana naona kama vile South Africa ni wameingia kwa pesa ya chini, na wako down, hiyo kwa naogopa watu, kuogopa mashabiki sisi. Lakini jana South Africa wangesema ile mechi waifungue mapema, basi tungeweza kuona maajabu jana. Kuna kauli ya msemaji mmoja wa baadhi ya timu nchini Afrika, barani Afrika, akasema kwamba kwa performance ya kikosi cha South Africa ilikuwa sio kikosi cha kufungwa
jana, yani kisio kikosi cha kufungwa jana na Mexico. Ni kweli kabisa. Mimi nakwambia, yani Mexico walikuwa wanafanya makosa mpaka unasema yani mpaka uko unaangalia game unasema kumbe Mexico ni timu ya kawaida sana. Yani walikuwa wanacheza kawaida sana. Mpira umeangalia mwanzo mwisho. Mwanzo mwisho dakika 90. Naomba tuzungumzie kadi mbili nyekundu ambazo zilitoka upande wa South Africa. Unajua kama watu wanavyosema sheria nyingi sasa zimebadilishwa, lakini pia VAR namna inavyofanya kazi, kusema kweli, kama hizi timu nyingine pia za Afrika kama hawatakuwa makini, kadi nyekundu tutashuhudia nyingi sana. Kwa mfano kadi ya kwanza ile, kadi ya kwanza ile ni tunasema ni kadi ya halali kabisa, kwa sababu steka alikuwa anakwenda kushambulia, beki wa mwisho kaenda kuzuia shambulizi la kufunga. Inawezekana ingekuwa goli, beki kaenda kuzuia. Kwa hiyo yeye ni straight red card moja kwa moja. Lakini angalia kadi ya pili nyekundu. Kadi ya pili nyekundu VAR ndio imeenda kuamua. Yaani sio yaani kama sio VAR ile, huo uoni kwa sababu ukiangalia mara tarefa akasema jibi nikajilizishe, kwa sababu inawezekana ile mkono ulikuwa unapigwa hivi, labda mtu alikuwa anataka kumtambuka yule mchezaji lakini mkwaji mkono alipiga aliweka hivi, lakini baada ya kuweka hivi akapiga na kikonzi cha kishikaji, kile kikonzi kimemponza. Ushafahamu? Sasa ukiangalia chea namna zilizobadilika hizi na wenzetu wa FIFA kwa kosia na mpira wetu, anakutia nyekundu tu, angalie huko la huko. Hata ukiangalia kadi ya upigwa wao pia sio umeona ile kadi, yani wengi wakasema ni fair challenge, lakini refa kaenda moja kwa moja kaamua na VAR hajamuita kwenda kuangalia chote. Kwa hiyo ukiangalia, ninashauri hata hizi timu za Afrika zinazocheza leo, kwa mfano leo kesho Morocco wanacheza na Brazil, wanatakiwa kwa makini sana, kwa sababu wazungu wanapush sana, alafu kiuwezo pia wametuzidi. Ushafahamu? Kwa hiyo kwa timu ambazo zinashiriki michuano hii ya kombe la dunia, wewe ni mshabiki wa timu gani? Kindaki. Mimi mshabiki kindaki kabisa wa Brazil. Mimi ni mshabiki wa kindaki kabisa wa Brazil. Kina Yamal kama kawaida. Kwa hiyo lakini kuna timu nyingi sana nazifuatilia kwenye michuano mwaka huu ya FIFA World Cup, lakini pia nawish kama Cristiano Ronaldo akibeba ndoo anaweza akaenda kupumzika kwa amani kwenye mpira wake. Alafu ukiachana na timu ambazo zinazungumzia mabara ya Ulaya, tukizungumzia barani Afrika. Barani Afrika kuna takriban timu 10 yes, ambazo ziko kwenye michuano hii hapa. Ni timu gani ambayo wewe unawish kuiona kwenye mashindano ya kombe la dunia au FIFA World Cup? Hatua nusu finali mpaka finali. Hatua nusu finali mpaka finali. Unajua yani tuseme tu ukweli, kwa mpira wetu wa Afrika sasa hivi kitu cha kwanza tunampa nafasi Morocco. Kwa sababu gani unajua? Mwaka jana ameonyesha kuna kitu kikubwa ambacho anacho. Kwa hiyo kile kitu ambacho amekionyesha mashindano msimu uliokwisha, inawezekana mwaka huu akamsaidia, kwa sababu kila mtu anakuja kucheza naye pia anasema Morocco juu kacha nusu finali juu mashindano uliokwisha juu. Kwa hiyo anakuja vizuri. Hata Brazil kesho nao pia kesho kutwa watakuja vizuri, kwa sababu anajua Morocco amefika nusu finali. Kwa hiyo Morocco nampa nafasi ya kufika hatua kubwa zaidi. Japokuwa pia kuna Senegal, naona kabisa Senegal watatoa kimasomaso kama Afrika. Sawa. Kwanza waambie wananchi, kwa sababu tumeanza tu tuko na vibe kubwa sana. Waambie wa Tanzania unaitwa nani, unatokea wapi? Bwana, mimi naitwa Mikidadi Kiga, natokea pande za Manzese hapo. Bwana, tuko na Mikidadi Kiga pande hizi hapa. Hii hapa ni Coco Beach, ladies and gentlemen. Kama ndo kwanza una join na sisi, endelea kusubscribe, like na kucomment channel yetu ya YouTube vizuri sana uwezavyo. Tukijiona kama The Learning Tournament. Lakini pia usisahau kutufollow katika mitandao yetu yote ya kijamii. Tukijiona kama Kokani Online TV, bila kusahau The Learning Tournament ambao tunapatikana huko. Mimi sina mengi sana ya kusema, brother. Shout out to you. Vibe kubwa sana. Tumekubali. Bwana, sisi tunakuwa hatuna mengi na hatuna ada kutokea maeneo haya hapa ya Coco Beach. I'm going by the name. You the boy, handsome boy like Manyema. Naitaka Manyema handsome. Behind the camera, you go Big Poppa. I'm Sarah. Let's go.